zireflect hali halisi, na zitafanya hivyo kama mipango yenu itareflect vipaumbele vya wananchi kwa upande wa changamoto zao kuletea maendeleo na upande wa shughuli za kiuchumi. Na lazima tuwe na mipango ya kutafuta mapato na mipango ya kutumia. Kama utaweka mipango ya kutumia, hela zinatoka wapi? Ndio maana unakuwa na mikakati ya kuongeza mapato, lakini na mikakati ya kutoa huduma kwa wananchi kwa ujumla. Kwa hiyo nasema sasa hivi tutaanza kufanya kuchambua, na rasa atafanya chini tuangalie mipango, lakini mipango yetu itakuwa ni vizuri kwa sababu tunatoa kwenye dira 2050. Inasemaje? Pato la Mtanzania per capita dola 7,000 kwa mwaka, kama milioni 17.5 au 18, tegemea na mabadiliko ya exchange rate. Ndio tunachotaka, lakini tunataka pato uchumi wa taifa ufike dola trilioni 1. 22% serikali na taasisi zake, 8% NGOs, 70% sekta binafsi. Kazi ya serikali ni kufanya facilitation, na serikali inatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tumefanikiwa kupata haki safi, lakini sasa turudi katika mipango yetu iakisi vipaumbele sahihi. Vipaumbele 20% inayotupa 80% ya matarajio tunayotaka, kwa maana ya kuongeza mapato, kwa maana ya kuboresha shughuli za kiuchumi, kwa maana ya kuongeza huduma za kijamii, kwa maana ya kupunguza nini au kuondoa kero kwa wananchi. Hiyo ndio meseji yangu kubwa ya leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, na hoja nyingine ambazo zilizobaki, ziko hoja 5. Hizi ni hoja ambazo ni za sera. Kwanza, kuna hoja ambayo imesimama upande wa walimu katika shule za msingi na sekondari, lakini kuna hoja ambayo imesimama nyingine uhaba wa miundombinu ya elimu msingi na sekondari, kwa maana madarasa na miundombinu mbalimbali katika shule zetu za sekondari na msingi. Lakini hoja nyingine ni uhaba wa vifaa tiba na kinga katika zahanati zetu na vituo za afya na pamoja na hospitali, kwa sababu kuna uhaba wa vitu kama CT scan, ultrasound na x-ray mashine katika vituo mbalimbali vya afya.